Hii hapa ni screenshot ambayo nimebuy Bitcoin na nikaishare katika WhatsApp status yangu kama unavyoona hapo, na hii hapa screenshot nyingine ambayo ni status ya pili ambayo inaonyesha matokeo baada ya kubuy Bitcoin, na unaweza ukaona kwamba bei imepanda kama zile ambavyo nilianalyze. So katika hii video ya leo nataka nikupe breakdown ni jinsi gani ambavyo mimi nilipata hii opportunity ya kubuy. Hey guys, nimekuja katika chati ya Bitcoin USD, kwa lugha nyingine nikasema katika soko la Bitcoin USD, na mimi always uchambuzi wangu unauanzia katika time frame kubwa kuja kwenye time frame ndogo, nikimaanisha katika time frame kama ya 1 day au 1 week kushuka chini. Kwa hiyo nilianza katika time frame ya 1 day, na lengo langu la kuja katika time frame ya 1 day ni ku-identify trend of the market, kujua kwamba market ina trend kuelekea wapi, na always tuna trend mbili, uptrend na down trend, na ili uweze ku-identify kwamba hii ni uptrend au hii ni downtrend huwa zina structure zake. Tuanze na structure ya uptrend. Structure ya uptrend always huwa inatengenezwa na higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. Kwa hii tunaiita ndio structure ya uptrend. Kwa hiyo nitaenda kutype hapa kwamba hii ni uptrend in case kwa mtu ambaye leo ili ajue. Kwa hiyo ili mradi market itrend kuelekea juu lazima ikutengenezee structure hii hapa, na structure ya downtrend yenyewe huwa inatengenezwa na lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Kwa hiyo ili mradi uidentify kwamba soko lako lipo downtrend lazima litengeneze structure hii hapa, yes, ambayo ni lower lows, lower highs. Kwa hiyo tunaiita downtrend. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali kwamba nimekuja katika time frame hii ya lisali moja kujua kwamba soko langu linaelekea wapi, lina trend kuelekea up au ni downtrend. Na ukiangalia tu kwa urahisi hapa unagundua kwamba ili soko langu lipo downtrend kwa sababu linanitengenezea lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Kwa hiyo paka hapa nika identify kwamba Bitcoin ipo downtrend. Sasa baada ya kugundua kwamba Bitcoin ipo downtrend, ikafika katika hii level ya chini, ambapo baada ya kufika katika hii level buyers wakaingia na kuanza kuipush price kuelekea juu. Then kuonesha vizuri, yes, hapa buyers wakaingia na kuanza kuipush price kuelekea juu. Yes, you can see kwamba haya, hii ni lower highs, lower lows, higher highs, higher low. Yes, kwa hiyo kuna structure nyingine ikaanza kujitengeneza. So kitu cha pili ambacho nilichofanya ili kuverify kitu ambacho nachokiona hapa ni kuja katika time frame ndogo, ambapo nikashuka kuja katika time frame ya 4 hours. Na katika time frame hii ya 4 hours nilichokuja kukiverify ni kutafuta support zone, eneo langu la support. Yes, kwa hiyo ambayo hujui concept ya resistance and support, kuna video ambayo ipo katika channel yangu ambayo nimeelekeza kila kitu. So chukua time yako, link ipo chini, nenda kaiangalie. Lakini ili uweze kujua kwamba hii hapa ni support yako, basi day inabidi iguse katika ile eneo at least mara 3, na ndo uidentify kwamba hii ni eneo langu la support. Na ukiangalia hapa very simple kwamba day imegusa mara ya kwanza hapa, yes, hii mara ya kwanza, hii mara ya pili, yes, na hii hapa mara ya 3. Kwa mpaka kufikia hapa na uwezo wa kusema kabisa kwamba hili hapa ni eneo langu la support. Kwa unachoenda kukifanya, naenda kutype hapa support, kwa sababu nimeshagundua kwamba hili hapa ni eneo langu la support. Very simple and clear. Kwa hiyo hapa ni support yangu. Sasa concept ya support yenyewe inavyosema kwamba always price ikija katika eneo la support inasupportiwa, nikimaanisha kwamba inapushiwa kwenda juu. Kwa kinachotokea katika ile eneo la support ni kwamba bei kama hapa imedrop kuja katika support, ikifika katika ile eneo buyers, wanunuaji wanaingia na wanaipush price kuelekea juu. Unaweza ukaprove kwa kitu kwa kuangalia kila bei ilipokuwa nafika katika support. Yes, imefika katika support hapa, wanunuaji wameingia, wamepush bei kwenda chini. Ikifika katika support, wanunuaji wanaingia na buyers wanapush bei kwenda juu. Kwa hiyo tayari hapa nikapata concept kwamba inabidi nitafute opportunity ya kubuy katika Bitcoin. Sijui utakuwa umenielewa paka hapo. Sasa ili niweze kupata opportunity ya kubuy, ikabidi nije katika time frame ndogo zaidi. Yes, ikabidi nishuke kuja katika time frame ya 1 hour. Na katika time frame ya 1 hour hapa nikapata chart pattern. I hope sijui kama utakuwa unaiona clear, lakini nitajitahidi kuionyesha. Kuna chart pattern ambayo inaitwa
inverted head and shoulder. Ukiona hiyo chart pattern yenyewe inamaanisha kwamba bei inatafuta mwelekeo wa kuelekea juu. Yes, kwa hiyo ukiangalia hapa shoulder, yes, kaja katengeneza head, shoulder, yes. Kwa hiyo ukiona hii chart pattern kuna possibility kubwa kwamba bei itaelekea juu, na ndio kitu ambacho nilichokifanya, nikaamua kuchukua entry yangu ya kubai Bitcoin katika pointi hii hapa. I hope utakuwa umeelewa ni vitu gani ambavyo nimevizingatia. Cha kwanza nilianza ku identify trend of the market, cha pili nika identify support zone yangu, na cha tatu nikatafuta chart pattern na nikafanikiwa kuchukua trade yangu katika level hii hapa. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo unaona kabisa kwamba nimetumia concept ya support kwa namna fulani ambayo imenisaidia kupata fursa ya kubai, na still trade yangu inaenda katika profit mpaka unavyoona. Kwa hiyo in case kwamba ikitokea una swali lolote au kuna sehemu hujaelewa, drop comment yako hapo chini, nikiona nitaijibu vizuri sana. Bye bye.